Vijana sisi ndio tumebeba nguvu kazi ya taifa. Nguvu kazi kubwa ipo kwa vijana. Sisi ndio kuamua taifa liweje, sisi ndio kuamua familia zetu ziweje. Tunakwenda kutengeneza familia miaka michache ijayo, ambapo hatutojua kwamba familia zetu tutakutana na nani, hutojua kwamba mwenza wako atakuwa ni nani, hautojua kwamba watoto wako utawapata mwaka gani. Kwa hiyo future yako wewe ndio kuitengeneza. Hakuna kuitengeneza future yako ila ni wewe mwenyewe. Siku zote tunaambiwa vijana ni kundi ambalo linakutana na riski kubwa, haswa katika mambo hatarishi. Vijana wengi tunajiingiza katika tabia ambazo hazifai, especially tukiwa vioni huku. Tunaona matukio mengi yanaendelea vioni, katika vyuo mbalimbali vijana ndio wanaharibu. Kwa hiyo vijana ndio wa kuitengeneza karatasi yako ya kesho. Uweze kutengeneza kesho yako ikiwa leo umeandaa vibaya. Kwa kila kitu kinahitaji msingi. Msingi wako unauandaa popote pale utakapokuwa bado ukiwa kijana. Uweze ukaandaa msingi mzuri ukiwa mzee. Uzeeni ni sehemu ya kula matunda ila sio sehemu ya kutafuta maisha. Kijana unapaswa kuandaa future yako ukiwa bado una nguvu za kutosha. Katikati ya miaka 18 mpaka miaka 25 ndio miaka ambayo kijana unapaswa kuandaa future yako iliyo nzuri. Maisha yako yaliyo mema ya kumpendeza Mwenyezi Mungu ndio yanaandaliwa hapo. Sasa kijana, ni wewe kutambua katika maisha yako uambatane na nani, nani umwache. Wapo marafiki ambao pengine tunaweza tukakutana nao tukiwa chuoni, tukiwa katika maisha ya kawaida, kazini, ila wewe ni wa kuchagua nani utamweka katika maisha yako. Pia tukiwa hapa chuoni ama tukiwa hata katika maisha ya kawaida, ndio sehemu ambayo unaweza ukatafuta mwenza wako wa maisha, yaani mume au mke wa maisha. Kwa hiyo wewe ndio kuandaa mume wako aweje, mke wako aweje. Hayo ndio mambo ambayo ni kuzingatia. Ila kijana, future yako ipo mikononi mwako, ipo katika akili yako. Focus, kuwa na malengo na mtangulize Mungu, atakusaidia.